Yeah. Sema Bright Media, Bright Media. Hey, hey Bright Media, Bright Media. Tunakuhabarisha habari Bright Media. Tunakuja mtaa kwa mtaa Bright Media. Afande Bright tena. Yeah. Ile kazi yako ni kazi. Hata kama wewe ya pili. Ile bado bado ni kazi. Na nyingine sasa ulivyoniambiaga vile. Nimetengeneza zingine tena za mfumo kama huu. Sawa, Sema Bright Media, Bright Media. Hey, hey Bright Media, Bright Media. Yes bwana, asante sana ndugu yenu hapa Afande Bright Tanzania, Afande Bright mwenye brand za kwangu. Kilomita 840 kutokea Ubungo, Dar es Salaam, Tanzania. This time nimerudi kwenye ardhi ya nyumbani. Hapa ndipo maeneo ambayo watu walinipokea na nikapata umaarufu kutoka kwenye ardhi hii ya nyumbani. So tunakumbuka nyumbani kwetu, tumeamua kurudi nyumbani kwetu, tumeamua kuleta heshima kwa waimbaji wa nyumbani kwetu. Vijana wanafanya vizuri sana. Hapa nimekuja kucheki na moja kati ya vijana wanafanya muziki kwa uzuri zaidi, lakini wamekuwa wakifanya matangazo kwenye TikTok na kwingineko, wamekuwa wakifanya poa sana. So wanakwenda kupiga story na Emmanuel Mwaipopo, moja kati ya vijana ambao wanakuwa wanakuja poa sana. Robert, sawa. Niaje? Sawa. Uko fresh? Niko poa kabisa. Unaona? Wanangu vipi? Kama kawaida. Kama kawa. Sawa bana, tukae tupige story. Tupige story. Bana, jamani mambo vipi? Bwana Yesu asifiwe. Habari ya uzima. Nimepata, nimekosa sawa. Asante Mungu bado naema. Mafungu 7 wewe ndo mgawa. Umri ni namba sijachelewa. Okay. Sawa bana, umepata, umekosa sawa. Ridhiki mafungu 7. Maneno ya kwenye track moja bora sana kwa hii kutokea tangu mwaka jana. Track nimeanza kuisikia na kupitia mitandao ya kijamii nikaona ni kazi ambayo ilikuwa inafanya vizuri sana. Video yake pia imekuwa ni video ambayo inavuta hisia za watu wengi, lakini nawakumbusha tu kwamba hivi ni vipaji kutokea Green City Mbeya, Tanzania. Yaani Mbeya ukifika huku kwa mwimbaji ambao uko mikoa mingine, hapa Mbeya ukifika usimdharau mtu. Kimkuta mtu anauza maparachichi unaweza kukuta ni bonge moja la artist alafu na hawaringi. So Mbeya imejaliwa vipaji, lakini hasa kwenye upande wa muziki wa injili na kwenye vitu vingine pia, arts na vitu vingine vingi sana. Ndugu yetu mwenyewe huyu hapa bro. Safi kabisa. Poa? Niko poa. Surprise. Sasa shida yako unakuwa mpole sana lakini Hamna. Ulimwengu leo niko speed sana. Uko speed sana? Kuimba niko taratibu, nacheza taratibu. Sasa niko na ndugu zetu hapa wa Uyole. Hii tunaita Uyole nini? Uyole ya kati au Uyole Japan? Hapa tunapaita Makondeko. Makondeko. Bro. Safi basi. Jina lako? Mimi naitwa Noeli Daudi. Noeli. Wewe unaujua sana uwimbo. Nimepata nimekosa? Yeah, of course naujua sana. Mwanao. Familia Kabisa. Familia kabisa. Kipi anakufurahisha? Mwandishi mzuri. Ifike kipindi tukifanya interview tusiongee sana na nyie mlotu, kwa sababu mnajipakulia minyama sana, mnajisifia sana. Tuongee na kwanza wanakujua mtaani kwenu, kuna mtu anafanya hit song mitandao, anafanya vizuri afu mtandaoni ndio vile huo. Mtandao una trend vizuri. Lakini unaweza kukuta tu nyumbani kwenu hakuna naye ananifahamu. Mabalozi yani hata balozi wa nyumba 10 hajui kama ana msanii, ana mwimbaji mzuri. Ndio. Sawa. So kati ya vitu ambavyo vinakufurahisha kutoka kwa Mwaipopo, umesema ni mwandishi mzuri. Tabia, mwenendo, ushirikiano na watu wengine? Of course. Yuko vizuri. Haringi. Yaani au singo moja tu apokee simu. Anajifungia ndani singo moja, hapana, yuko hivyo. Yuko na wana kijana. Yuko na wana vingine. Au sio? Yeah. Sawa. Baza, mimi nimetoka Dar es Salaam. Naam. Lengo lilikuwa ni moja tu, kukufuata wewe na watu wengine wa nyumbani. Ndio. Toka nimefungua media yangu Bright Media hatujawahi kuronji kabisa. Na leo kwa mara ya kwanza sisi tunafanya uzinduzi rasmi wa Bright Media. Media yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Bright One Media. Lakini tukaja na nyingine sababu zilikuwa zinafahamika nyingi sana. So tumekuja kuronji Bright Media ambayo ita broadcast radio na television, au sio bwana? Lakini nikaona nianze kwa kuzindua na waimbaji wa nyumbani, wasanii wa nyumbani, wapiganaji, wanaharakati wa nyumbani. Nimeanzia Lango la Jiji. Una kipi cha kuambia mashabiki wako?
Cha kwanza niseme tu Mungu akubariki brother. Cha kwanza. Na niko surprised kwa sababu kesho siku yangu ya kuzaliwa pia. Birthday boy. Sasa kwa vitu ambavyo nikaanza kuangalia toka juzi nasikia nikipita mtaani nasikia nyimbo sijachelewa kwa Mungu kuna namna wananikumbuka. Sijachelewa. Na afu napigiwa na simu tena bana, nyimbo zako zimetoka miaka 3 nyuma, inapigwa sana kwenye TV. Kwa hiyo nikaanza kuona tena kuna namna ambayo Mungu ananipeleka. Sisi tuliona ubora wa kazi zako. Tukaona wewe ni homeboy. Ni mtu wa nyumbani. Ndio. Ni kuchukua kazi kama inatakiwa kwenda Clouds iende, inatakiwa kwenda Wasafi iende, alafu Mungu mwenyewe ndiye atakayefanyaje? Atakayeamua. Kuna muda tusubiri mpaka mwimbaji atoe pesa apeleke. Umeona ni kitu kizuri. Sisi tunakipeleka, ndo kazi ya siku support watu wa nyumbani. Tuko mjini, tutakuwa tu support yenyewe. Ambapo alikuwepo Obi. Wengine alikuwa anatusikia CD. Kipindi hicho tunaimba kwa CD, si unajua? Nafahamu. Lakini leo na bahati nzuri niseme, yani hapo tulipo hapa ndipo alipotokea Obi. Umeona? Sasa ni kijana wetu. Tunajifunza kwamba tusimdhalau yule pia anaanza chini, kwa sababu kesho anaweza kuja kwa msaada kwako. Obi imekuwa ni shule pia. Umeona? Leo akisema Afande Bright na Obi, Afande Bright alianza kabla Obi, kuna watu watakataa. Hawezi kuelewa. Hawezi kuelewa. Ila heshima inabaki pale. Lakini nyie ndio mnaelewa kwamba huyu brother iko wazi. Iko wazi. Tuongele project yako, uliwaza nini mpaka nimepata nimekosa hujachelewa? Cha kwanza mimi maisha yangu ni ya kawaida. Na maisha yangu na hata jamaa zangu naokaa nao sana ni watu wa kawaida. Wana kimo cha brother, njoo mwanangu, njoo. Ni wapambanaji wa kila siku tu ambao wanatafuta mkate wao kila siku, kama maandiko yanavyosema kwamba Mungu atatupa mkate wetu wa kila siku kila tukiomba. Kwa hiyo nikaa najua kwamba kwenye kupambana kuna siku utapata, utakosa, lakini maandiko yanasema pia Mungu kuna wakati tu hata kupungukia, hautakosa kabisa. Kwa maana hiyo ninavyosema nimepata nimekosa, sina maana nimekosa kabisa, kuna namna tu amekuwa ametupungukia. Kwa hiyo nikaa wakati napata hiyo idea, tulienda kwa producer wangu anaitwa Deo Touches. So siku nakumbuka tu nikaa nimeenda naimba tu, nimepata nimekosa sawa. Baadaye alipopiga beat mimi ndo nikaanza kupata maneno mengine. So producer alihusika kwenye ufundi. Akahusika pale. Sasa baadaye nikaa nawaza na huu wimbo na ufanyaje? Mimi kuna namna nimezoeleka kuimba. Watu wanasema mimi mpole sana, naimba taratibu sana. Sasa ndio nyimbo ya kwanza kidogo imechangamka. Nikamtafuta kijana mmoja anaitwa Samba Melody. Wakati huo naye alikuwa bado anatumika kwenye uimbaji wa nyimbo za gospel. Yeye ndo tumeshirikiana sasa kwa 80% kutengeneza kwa hii mistari ya verse na verse ya pili. Kwa melody za katikati alikuwa ameshiriki sana Samba, ila melody ya kwenye chorus ilikuwa ni Soba na Samba. Shout out, tunahitaji support ya namna hiyo. Wako wetu wengi wanafanya vitu hivyo. Obi kamwandikia Nandi. Ndio. Si ndio hivyo? Mimi nilivuka huko. Mimi yoyote naongea hata kwenye interview. Yoyote kama unajua kuandika wimbo mzuri, wewe niandikie tu nipe, mimi nitaimba. Sababu kwa nini tukatae? Mbona akina Nandi wanakubali kwamba wimbo unaandikiwa? Sasa nimeanza kurekodi nyimbo ya kwanza mwaka 2005 naandika mwenyewe. Sasa bwana si hatari sana. 2005. Huruma Records. Sema 2005 Afande Bright ndo alikuwa anamaliza form 4. Chris, bwana niko na Mwamba hapa, meneja wa NYG Worship Label. Unakumbuka this time nilikuwa nakupigia simu takao kwenda Songea kwenye event? Mimi nakumbuka. Siku ile ndio ilizaa label sasa. Amen. Gaisha label NYG, makao makuu Songea, so tuko na Apostle Airu Davis Bilali. Yeye yuko jana anakuja, lakini baadaye tuta surprise tena Uyole, yani sio nataka tupige kambi Uyole. Tutakuja kupiga story, tunajua kuna maproducer wakali. Tunatamani wafike mbali. Kama media kubwa za Dar es Salaam tumeshaziteka. Tunatamani na vijana wote waende Dar es Salaam kwa umoja, kwa sababu kule wanasema ndio Tanzania kwenyewe, lakini sisi tunaamini sasa hivi muziki mkano utakosikika kutoka eneo lolote, sio lazima Dar es Salaam. Mimi kuuliza hivi Afande Bright kakaangu, nikasema kwani Boni Mwaitege ametokea wapi? Mbona Obi walianza kumsikilizia wapi? Huku Maso wamemsikilizia Ambwene huku walianza huku, ndo muziki kule tu inafika, ni platform zipo kwamba atakuwa twende kwa ukubwa itazokea. Kwa hiyo tunasema muziki mikoani, au sio? Kabisa. Vipaji mikoani asili vile huku kwa na jamaa fulani wanakuwa na nini, wale wanauza chai. No, achana na wale jamaa wanachaga manini yale mikokoteni. Sasa alikuja Mwamba akina 50 Cent kipindi kile wanakuja kwenye Fiesta. Ndio. Akaambia nyewe mnasema kuna magangster Marekani. Sasa magangster wako Mbeya huko Tanzania. Yaani Mwamba anatoka nalo kule limejaa hivi hapo nakimbia nalo mpaka Mwamba hajaenda gym ndio hiyo. Kwa maana sisi huku Mbeya tuna vitu vingi sana ambavyo vina inspire watu, pengine
ni namna ambavyo jinsi ya kuendea dunia tumekuwa tunafeli hapo, lakini mimi naamini Mbeya ni kila kitu. Mbeya ina kila kitu kwa sababu Mbeya ina yaani ukizungumzia mambo ya kiroho yanakuwa yanaanzia Mbeya. Yanaanzia Mbeya. Watu wa Mbeya wamebarikiwa. Sema shida Mbeya na ukabaji na wenyewe wanaanzia Mbeya. Na ndio changamoto. Mbeya ni kipita Nonde saa 3:03 ila saizi imeisha. Kuna wakati alikuja imepotea. Imepotea. Saizi Mbeya amani saizi. Mbeya amani. Ndugu zetu tuko na nani? Wanangu fresh. Kama kawaida. Amshani sahau. Kumbe bado nakumbukwa. Mwimbaji huyu baba. Huyu ndugu yetu. Miaka mingi sana. Unajua mimi mara mwisho nilifanya PA hapa 2019. Ndio. Nilikuwa si ulikuwa uzinduzi wa nani? Mbona mwisho kuja na kina Tini White na kina Lingo. Yes, uzinduzi wa Fidia Tinga. Ndio ilikuwa ya mwisho. Kwa hiyo nashukuru kama bado tunakumbukana. Si ndivyo jamani? Kwa tuko hapa tunafanya vizuri. Bro vipi? Tuko poa. Gogo. Tuko poa. Wewe unaitwa nani? Steward. Story nani? Leonard Mwanguku. Huyu hapa. Huyu Mwaipopo. Mwaipopo. Unampata vizuri? Nampata vizuri. Na kai wimbo wake unaitwaje? Wimbo ingali mimi sio mpenzi wa mitandao sana, nadhani ndo namfahamu kaka ni mfanya muziki. Unazungumzaje na muziki wa nyumbani Mbeya? Nyumbani huko vizuri kabisa. Meneja kipaji hiki kabla yeye Apostle. Mimi nilikuwa naona ni vyema tukiwa tunasapotiana kwamba inabidi tuwe naye karibu na tumkaribishe, tumsikilize, ikiwezekana tumsupport. Kwa mwanangu meneja wa NYG. Ana kama mimi ni meneja wa NYG ndio meneja msaidizi. Akisema yeye imekuwa yes. Kamaliza. Mimi baza na mimi niko na mimi kwa sababu hata nisipokuwa napatikana mpaka napatikana. Sasa unaninyanyasa? Bana, Mungu tu akubariki, ni upendo na mimi ni upendo. Na mpaka hata kuna mtu hapa nilikuwa naongea naye nikasema sasa ni kwa nini akinitafuta Brother Bright kuna namna kunakuwa kuna kama kauzio. Kwa sasa nimegundua tu inabidi nifunge sana, niombe sana. Mimi nipo na wewe. Amina. Nitakusupport. Nimefurahia ujio wa Festina Mwandwanga mpya. Ndio. Umekuwa ujio mkubwa nikiangalia wa kwako. Mwaipopo nimepata nimekosa ujio mkubwa. Tunaona kana Fidia Tinga walikuja na anabadili. Fidia Tinga ni mkongwe kwenye muziki. Kwanza nimpe tu maua yake leo kwa sababu unajua kuna muda tunakosaga sehemu za kuongelea. Mimi bila watu pia nikiachana na brother pia bila ukimzungumzia Fidia Tinga, ukimzungumzia Deotachi, ukimzungumzia Azeka, ukimzungumzia Paza na ndugu zangu wote wanaonizunguka au wamechangia sana mimi kufika hapa nilipo. Sababu hapo nimezungumzia kuna producer, nimezungumzia kuna director, nimezungumzia kuna media. Kwa hao wote wamenipambania mpaka nimefikia hapa. Mungu akubariki sana kwa kutoa shout. So tunaipataje track mitandaoni? Mtandaoni andika Emmanuel Mwaipopo, nenda kwenye digital platform zote, nyimbo zangu zinapatikana huko. Hiyo WhatsApp, TikTok. Hebu nipe gani? Ile kama mtangazaji yule. Mimi mwanzo nilijua Mboka ndo anaigiza vile. Ndio. Bwana brother shika mic hapa. Uko na kaka zangu hapa. Kwa mic ile pale. Njoo hapa, njoo tusogee hapa. Bwana ndugu yetu. Ndugu yetu. Tumefanya vitu vingi sana. Leo tumefanya naye vitu vingi sana. Kutoka kitambo. Sawa ndio hivyo. Sawa. Una kitu gani cha kuambia wanaokutazama kupitia harakati ambazo unazifanya? At this time Bright Media tumekuja tunaizindua media tukiwa nyumbani. Nimekuwa muda mrefu lakini tumekuja na ujio mpya. Tunaizindua wewe kama mpambanaji, unapambana kwenye tasnia moja ya muziki. Kuna kipi cha kuambia wanaokutazama? Jina lako lakini pia. Asante. Kwanza kabisa naitwa Hekima Jafet Mwashambwa. Ninayo furaha kubwa sana leo kukutana na ninyi siku ya leo, lakini pia mmefanya kama surprise hivi maana kitambo muda mrefu mmetukimbia, lakini leo umeona turudi nyumbani kwanza, fanya jambo la baraka sana. Lakini pia nawaambia ndugu zetu wa Tanzania wanaotusikiliza, cha kwanza tunawakaribisha Mbeya. Lakini pia chips alisema TX Dula na Koi Mzungu akasema ukifika huko usiagize tu chips, lazima useme za shilingi ngapi.
Maana zote zipo, bei zote zipo. Bei zote zipo. Unaanza chips za 1000 huwezi kumaliza. Huwezi kumaliza. Mbeya huwezi kumaliza chips za 1000. Lakini unaweza kumaliza pia. Inafuatana na tumbo lako. Inafuatana na tumbo lako. Shafia alikula alishindwa. Yaani Mbeya vyakula bana, Mungu amebless sana. Chips za 2000 Lundo. Uhakika. Mungu awabariki sana. Amina, amina. So mitandaoni tunakupataje? Mitandaoni ni Hekima Japhet. Hekima Japhet. Ndio. YouTube huko nini, fresh au sio? Ndio. Kazi ambazo usha kuzifanya? Ukiingia huko utazipata. Okay. Baadhi, sio zote. Sio zote, ni chache kwa sababu sijajikita rasmi sana huko, lakini suni tu tajikita zaidi huko. Sawa na Hekima, Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Asante sana ndugu zetu Uyole, asante sana Emmanuel Maipopo, asante sana mzee wa sijachelewa, lakini director Hekima Tinga, Mungu akubless. Kubariki sana, tuko na director wa nyumbani, media nyumbani, director wa nyumbani, na hiki kimeki cha Fundrabright bwana. Hiki kimezoeleka kinazunguka sana kwenye bodaboda Kariakoo, sijui Mbagala. Nikiona. Sasa hivi kimekuja Uyole. Merudi nyumbani. So bodaboda Mbeya bwana. Mimi nikwambie tu, mimi nimerudi nyumbani. Wakati tunapambana nimerudi home, na hii ni kutoa shukurani kwa watu ambao walitusupport. Tulikuwa bado hatujulikani, watu wa Uyole, watu wa Mbeya walitupokea sana. Tumefanya sana pia maeneo haya. Tumefanya sana matamasha. Yaani Moravia, ni wapi, maeneo yote tumefanya sana. Bila hawa watu pengine Tanzania isingetufahamu, jamii isingetufahamu. Kwa lazima tukubali kuwekeza nyumbani. So kwa niaba ya meneja wa NYG Worship Label, meneja Chris, lakini kwa niaba ya CEO wa NYG Worship Label, Apostle Edward Davis Bilali, Mungu azikubariki sana. Kwa niaba ya maproducer wetu wote ambao tunafanya naye kazi, producer Ken, lakini producer Kingston, Mungu azidi kubariki sana. Mimi ni ndugu yenu hapa Bright Mbilo aka Afande Bright, tena Afande Bright Tanzania, Afande Bright mwenye bright za kwangu. Bado sana nipo Mbeya kwa sababu ni uzinduzi wa Bright Media na tunaronjo tukiwa nyumbani Mbeya. Media iliwahi kuanzia Mbeya ikaenda ikapotea, tumerudisha upya, sasa tunarudi hapa. Baada ya hapa tunakutana Kabwe, baadaye tutakutana Iunga, baadaye tutakutana Mbalizi, baadaye tutakutana Songwe, nikapate baraka za mamangu mzazi pale. Haya yote ni maeneo ambayo Afande Bright amekufanya huduma mtaa kwa mtaa. Kwa lazima tukawashukuru ndugu zetu, sio? Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Tumekaribishwa sana NYG Worship Label. Yaani sasa naingia miguu mizima bwana. Miguu mizima. So Mungu akubariki sana. Asanteni sana, endeleni kusubscribe, comment na kushare. TikTok Afande Bright Tanzania, Facebook Afande Bright Tanzania, lakini pia kama meneja wa imbaji, lakini pia Instagram Afande Bright Tanzania, lakini pia YouTube kwa jina moja tu Bright Media. Subscribe, comment hapo. Una chochote tuambie, upo wapi, sisi tutakufuata. 0759 879 755. Mpaka wakati mwingine, asante.